Unajua kuna kitu fulani kinanichekesha sana wakati mimi nakutana na Grace. Mimi nilikuwa nacheza gitaa. Nilikuwa nacheza gitaa. Sasa naimba gitaa mwenyewe. Maisha yangu yote mimi nilikuwa na gitaa kwa sababu maisha yangu yalikuwa maskini. Faraja yangu ni kumwimbia Mungu. Nikipiga gitaa, wewe peke yako watosha Bwana. Yaani kuanzia form 1, form 2, form 3, form 4 mimi na gitaa. Ule wakati wa chai, wanakwenda kunywa chai saa 4, sina hela ya kwenda kunywa chai. Nachukua gitaa langu, nazunguka nyuma ya mlima, halafu na tune kiji. Tin 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 tin. Halafu naimba wimbo dhiki yangu ni ya muda mfupi, lakini inanitengenezea furaha ya milele. Wakati huo jamaa wanapiga chai hapo, unasikia jamaa wanasema wanaongea darasani, chai ya leo ilikuwa poa Alafu maziwa yao ilikuwa safi. Alafu zile keki, alafu zile bagia, alafu zile bazoka, alafu zile nini, wanaongea. Mimi sasa sitaki kusikiliza. Sijala. Na nimeokoka. Sasa siku moja niko kanisani, mahali ambapo Grace alikuwa anasali. Napiga kanisani wimbo mmoja. Nilikuwa naongoza napiga kanisani. Naweza kupiga kanisani, tukaanza kuongea na Grace pale. Ni mshirika wa kanisani, sio tunashika kanisani. Nikamwambia unapenda kuimba? Sema napenda kuimba. Sawa. Mimi nimetoka chuo cha Biblia wakati ule. Napenda kuimba. Sasa napenda kuimba. Sasa mimi naimba. Njoo tunaimba. Basi nitakuja. Wakati wa kuimba hapo akaniomba ushauri. Kwa bwana, lakini nimechumbiwa. Kuna kaka mmoja amenichumbia. Sasa na anacheka nini? Akaniambia kuna kaka mmoja akanichumbia. Sasa nataka unisaidie tumuombe Mungu, tuone kama ni mapenzi ya Mungu. Mimi nikasema moyoni, yatakuwa mapenzi ya Mungu kweli haya leo? Wacha tuone. Nikasema wacha tuombe. Akasema lakini nyumbani wanamfahamu. Ni mtu mzuri, ni mtu tajiri, ana uwezo wake na nini na nini. Niliambia namfahamu, akamtaja. Alipomtaja kweli namfahamu na mimi. Alikuwa anafanya kazi Amref. Nikamwambia sasa simwambie ndio. Akasema mimi napenda kuongozwa na Mungu, nataka nimewashirikisha watu tuombe. Basi tuanze kuomba. Niulize niliomba au sikuomba? Niliomba Bwana. Niliomba Bwana. Sasa baada ya siku 3 nikamwambia Grace, umeshapata jibu? Akasema nimepata jibu. Jibu gani? Akasema nimepata jibu, nimwambie hapana, ila sina ujasiri wa kwenda kumwambia. Nikamwambia nitakusindikiza. Nikasema nitakusindikiza. Tuongee na baba ili nikusindikize. Basi tukaenda kwa baba. Akamwambia bwana, mimi walikuwa hawana utaratibu kama kwetu hapa. Akamwelezea. Baba akamwambia lakini anakaa wapi yeye? Anakaa mahali fulani. Sio vizuri uende peke yako. Akasema kaka Gwajima atanisindikiza. Sasa baba akasema basi akusindikize. Ilikuwa jioni. Basi mimi keche pa kwa yule bwana, tukagonga gate. Unacheka nini? Acha niache sasa. Baraka za Bwana utajirisha. Nimalizie? Haya. Pastor George anasema nimalizie. Sasa tukafika pale. Tukabisha hodi. Tukafinya kwenye kengele, geti ikafunguka, tukamkuta kaka mmoja amekaa pale mrefu mzuri. Sasa mimi nafahamiana naye. Karibu Gwajima, karibu bwana. Sasa tukaingia ndani tukakaa pale. Karibu chai. Tunywe chai na nini.
Nikasema mimi nimemsikiliza tu dada Grace, ameniambia kwamba ana neno la kuongea na wewe. Nikamwambia Grace, basi sogea pembeni mkaongee naye pembeni asije akajisikia vibaya. Hapa anasema hapa nitamwambia hapa. Akaambia kaka fulani, sasa si unajua ulivyonielezea kanisani. Ndio mimi nimemwomba Mungu, nimeona kwa kweli ni kama haitawezekana, tafuta mtu mwingine na Mungu akusaidie sana. Yule jamaa akasema, akamwambia si ni mdogo wake, hebu angalia pale kwenye kabati kuna Piriton 2 ulete. Anataka anye dawa za usingizi. Mimi nimetulia tu. Nikasema pole ndugu yangu. Basi mimi nikaondoka. Tukaondoka na Grace tukaachana kule. Sasa baada ya miaka 17 baadaye, 10 baadaye, mimi niko Dar es Salaam. Nikamwona mtu mmoja amepita mahali. Nikamfananisha na yule jamaa wa miaka ile ambaye nilimsindikiza Grace kwake. Kumbe ananikumbuka. Asema Gwajima bwana anatembea. Sasa bwana nilipata matatizo. Nilifukuzwa, nilioa. Asema nilioa, nikawa mke ana matatizo. Kwa hiyo ndoa ikavunjika. Oh pole. Alafu bwana kumbe nilipata matatizo mengine ya kifamilia. Hapa nipo naumwa. Nimekuja hapa Muhimbili, nimepimwa, nimeambiwa hapo Shendodi na kansa. Oh, sasa nini tena? Kaambia basi nichukue namba yako kaka. Baada ya mwaka mmoja naambiwa alifariki. Unaweza kusemaje? Unaweza kusemaje sasa? Unaweza kusemaje sasa? Kwa hiyo ninaweza kuambia kwamba ila yule bwana alikuwa na vitu, mimi sina. Nina chumba hiki kimoja, yule ana fence nyumba yote. Usiangalie wenye nyumba yote, kuna na nyumba yote ila maisha mafupi. Kana chumba kimoja lakini maisha marefu vibaya mno.